Ya Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hasa leo nimekuja hapa kuomboleza na nyinyi kwa mazishi ya uncle wa huyu rafiki yetu Kevin Akala Munanga. Hasa huyu Kevin ni rafiki yangu sana. Hata juzi wakati tumekuwa tukienda kule kuidhinishwa na watu wa IDC, yeye ndiye amekuwa my seconder na kuna proposal. Hasa kwa majina, mimi naitwa Dennis Makoha Mukoya. Mimi ni candidate wa uwaniaji wa ubunge wa Lurambi constituency. Hasa mimi ni mwaniaji huru, niko independent. Sasa siku ya leo tumekuja ni siku ya majonzi. Tumekuja kutoa kuwa na hiyo huzuni pamoja na nyinyi na kusimama na nyinyi. Hasa mimi wakati naendea hiyo ubunge, ningependa kusaidia watu sana. Ningependa kuingilia maneno ya kusaidia watu kwa sababu sasa wakati mwingi umasikini ndio huwa inafanya watu wasiishi miaka mingi. Hasa huku Kakamega tumeona ni kama tuko na shida ya maji. Sababu wakati hizo miaka ya nyuma tumekuwa na population kidogo, idadi ya watu kidogo. Lakini sasa hii miaka ya hapa karibu tumekuwa na devolution ambayo imeleta wafanyikazi wengi hapa mjini. Tumepata Masinde Muliro University ambayo imeingiza idadi ya wanafunzi. Sasa hiyo idadi ya watu pia imepanda. Sasa vile idadi ya watu imepanda hivyo, bado watu wanatumia maji ambayo inatoka in the same resources from the same area. Hizo water resources hatujaziongezea. Sasa hiyo ni kitu ambayo tutapigania. Tukiingia huko, kama tutaweza kuingia huku kupitia kwa kura zenu, tutaenda kule kwenye serikali kuu na tuwapiganie vita ili maji iongezwe huku hapa hizo water resources. Na kwa tujengewe bwao hapa Kakamega. Sababu kuna wale ambao kuna mipango ya kugeuza Kakamega kuwa jiji, lakini sasa Kakamega haiwezi kuwa jiji kama hatuna water supply effective za kutusaidia kuweza kukuza hata viwanda ama hata kampuni zingine zikuje hapa. Lingine ni mambo ya basari. Sababu sasa nimesikia miaka mingi tumekuwa tupata hii basari kidogo kama 3000. Sina mipango ya kuongeza hiyo basari ifike kama 10000 kwa sababu sasa sisi tunajua thamani ya elimu. Mimi mwenyewe ni engineer by profession. Baada nilisoma hapa Masinde Muliro University. Na singewahi kuwa engineer bila hayo masomo. Hasa ningependa mimi nitatia shinikizo ili watoto wote wapate elimu. Kwa sababu hiyo elimu yule aliyekuwa rais wa South Africa Kusini, Nelson Mandela, alisema ya kwamba elimu ndio daraja ambayo inaweza kutoa watu katika umaskini iwapeleke katika utajiri. Daraja ya halali ni hiyo elimu. Sasa mimi nitatilia elimu mkazo na kuongeza hiyo basari ili kila mtu wapate. Wale ambao wanahitaji wapate basari hiyo, wasome. Ndio tukue na Boni Halwale, Dr. Boni Halwale wengine. Tukue na Dr. Brian Lishenga wengine. Tukue na Engineer Dennis Mukoya. Na watu wa hizi taaluma zote, lawyers, walimu, wahadhiri wa chuo kikuu, hata chief chefs, madereva, na kila mtu wa hiyo taaluma. Sisi tunaheshimu taaluma zote. Tunataka kujenga kila mtu akuwe mtu wa taaluma, hata wafanyabiashara tunaheshimu hiyo. Hasa lingine ni kutolea watu pesa ya biashara na kuwasaidia kupata hiyo mtaji wa biashara. Tumekuwa na hii imetolewa inaitwa Youth Enterprise Development Fund na Uwezo Fund. Lakini sasa tumeona ni kama haziko effective sana. Ndio kwa sababu sasa wakati tukiingia kule bungeni, kama tutaweza tufike kule bungeni, tutafix hiyo Youth Enterprise Development Fund. Sababu sasa huwa wanapatiana pesa, lakini wanasema ati hao vijana wote wanapatiwa hiyo pesa wanafaa kuweka katika constituency moja, ambayo wakati mwingine ni ngumu. Mtapata watu wametoka sehemu zingine za sehemu tofauti za nchi. Wakati mwingine mtu umepata rafiki ametoka Turkana huko, mwingine ametoka Umasaini huko, mwingine ametoka Kikuyu-land, mwingine ametoka Luhya-land. Alafu sasa ukienda kwa hiyo Youth Enterprise Development Fund, watawapatia shinikizo ya kwamba lazima nyinyi wote mkue mmetoka area moja. Hata hiyo ni vitu ambavyo nafaa kufix ili hiyo pesa isaidie watu vile inastahili. Sababu sasa hizo pesa zikifuatiana katika hizo biashara, zitakuza biashara na watu wasonge mbele. Na pia kusaidia hizo biashara tutakuwa na mafanikio, tutafanya kazi pamoja na hizi benki kuu ambazo zimeunda hizo projects za kusaidia hizi biashara ndogo. Kama kuna Fanikisha na Family, kuna Timiza app ambayo imetolewa na Absa. Kuna KCB SME ambayo imetolewa na KCB Bank. Kuna nyingine ambayo imetolewa na Equity Bank ya kusaidia vijana na kukuza biashara zao. Vijana na wazee na kina mama. Hizo ni mzuri sana, zitasaidia watu kusonga mbele. Na
hiyo itakuwa vizuri. Sasa tukichukua hiyo uongozi tutaongea nao, kwa sababu sasa hivi nikienda kule nijaribu kuongea nao wataniambia nimekuja huko kama nani. Lakini sasa mkinichagua mtakuwa mmenipatia kipaumbele ya kwenda huko na hiyo nguvu na authority ya kwenda kule kusema nataka pesa za kusaidia hao watu. Watatupatia hizo pesa. Labda lingine ni mambo ya zabuni, tendering. Sababu miaka mingi hao viongozi ambao wamekuwa wakifanya tendering kwa kujificha ficha. Wakati mwingine hata muone hizo tenders zinakuwa advertised hapo. Na tenders ndio huwa zinaweza kujenga biashara. Kama kuna biashara ndogo, hiyo biashara ikue biashara kubwa. Kusaidia watu wa kawaida waweze kufanya pesa na serikali na kukuza biashara zao. Hata hiyo tendering utaiangalia na tutafanya kwa wazi na kwa ukweli. Katiba yetu kuna chapter 12 article 227 ambayo inasema ya kwamba hiyo katiba ambayo inasema ambayo hizo zabuni zinafaa zipatiane kwa uwazi. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kunafaa kuwe na public participation. Kitu cha tatu, kunafaa kuwe na 30% allocated to women, youth and people with disabilities, wale ambao hawajiwezi. Sasa hiyo ni mambo ambayo tutaangalia, sababu sasa sisi ni watu ambao tumezaliwa na kuingia katika siasa katika hii enzi ya hiyo katiba mpya ambayo ilipitishwa 2020. Sasa tunataka kupitisha hiyo katiba na make sure ya kwamba inakuwa implemented vilivyo ili kusaidia Wakenya, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa dhamira kuu ya katiba hiyo wakati ilipitishwa. Na pia hii pesa ya wazee tumeona ni kama wazee wengi hawapati. Hata nyanya yangu mwenyewe analalamika ya kwamba hapati hiyo pesa ya wazee. Lakini sasa hiyo pesa inafaa ipatianwe kwa wazee. Mtu ukipita miaka hiyo 60, 70, nafaa uanze kupatiwa. Na hiyo ni vitu ambavyo tutapigia upatu ili watu wapate pesa hizo. Sababu hizo pesa zinasaidia pia kupunguza umasikini. Hata hiyo watu wa dunia Azimio la Umoja wanasema ile ya kupeana shilingi 6,000. Kitu ya 6,000 inaweza saidia watu sana, kwa sababu sasa kama wewe unapatiwa 6,000 kila mwezi, ukienda kila mara 12 kwa mwaka moja tunapata 72,000. Hiyo 72,000 inaweza kusaidia ukipeleka kama mtaji kule kwa wale wanauza pikipiki. Wanaweza kupatia hiyo, unakuwa down payment, unapewa pikipiki. Unaanza kufanya kazi na kusaidia, unajikuza kifedha. Hata sisi pia tunasupport hiyo kidogo. Hata kwa hayo machache ningependa kushukuru kwa kupatiwa fursa hii. Hasa pia kuna ya mwisho ya healthcare, universal healthcare. Jua afya ni kitu cha muhimu sana katika jamii, na kwa sisi watu wa hali kidogo hii ambao tunafanya kazi ngumu na kazi ya sulubu. Hiyo kazi utafanya ukiwa na afya. Na hiyo afya ni rasilimali muhimu. Lakini sasa hiyo afya wewe huwa uone haja yake wakati hujakuwa mgonjwa. Lakini wakati umekuwa mgonjwa sasa ndio unaona shida hiyo afya. Na sasa wakati hiyo huwezi kujipigania, huwezi kusema chochote. Vile watasema ndio vile utaenda. Sasa nataka hizi medical centers, hizi zahanati ziko hapa karibu na nyinyi. Nataka zipate dawa. The maternity unit zifanye kazi vizuri. Sio ati sasa unakwenda kule wewe ni mgonjwa, unaanza kuitishwa pamba, sio unaanza kuitishwa makasi na vitu kama hivyo. Unaanza kuitishwa dawa yenyewe, dawa ya malaria unajizulia mwenyewe. Na hiyo ni kitu ambacho serikali inafaa inunue. Hiyo ni mambo ambayo nataka tuizike kwenye kaburi la sahau. Hasa mimi uongozi wangu itakuwa ya kusaidia watu. Na sasa lingine la mwisho ni pia kusema tu ile nilikuwa nimeanza nayo, kutoa pesa za rambirambi kwa kumpoteza huyo ndugu yetu ambaye ametuacha. Hasa kwa hayo machache ningependa kuwashukuru kwa kunisikiza na Mungu awabariki.